Bwana asifiwe sana. Kichwa cha somo unaweza kuandika kukamilishwa, kuimarishwa na kuendelea katika imani. Bwana asifiwe sana. Kukamilishwa, kuimarishwa na kuendelea katika imani. Kukamilishwa, kuimarishwa na kuendelea katika imani. Kukamilishwa, sentensi ya kwanza, neno la kwanza, kuimarishwa na kuendelea katika imani. Kitabu ambacho tutasoma kutoka kitabu cha Efeso sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 23. Tutaruka kidogo, tutaenda sura ya 3 mstari wa 10 mpaka wa 21. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa tutakuwa hapo, hatutahama, tutaenda sehemu nyingine. Ni hapo tu kwenye fungu, na tutatoka kitabu cha Efeso. Bwana asifiwe sana. Kichwa cha somo kinasema kukamilishwa, kuimarishwa na kuendelea katika imani. Na kukamilishwa ni kitu gani? Bwana asifiwe sana. Na kwa nini kukamilishwa? Bwana asifiwe. Kukamilishwa tunajua maana yake, kuna mahali huenda kumepunguka. Unaweza ukawa imara ila hujakamilishwa. Bwana asifiwe sana. Lakini tunavyozungumzia kuimarishwa, unaweza ukawa imara ila hujakamilishwa. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukawa na timu imara uwanjani ila ni wachezaji 9 wako imara na wakafanya, ila bado hawajakamilika. Bwana asifiwe sana. Na unaweza ukawa na wachezaji 12 hata zaidi ya hapo, wakawa wamekamilika na wamezidi, ila bado hawajaimarishwa. Maana yake ni dhaifu. Kwa tunavyozungumzia kukamilishwa, ni eneo la kukua, ni eneo la kuongezeka. Maana yake kuna kitu kinaongezeka ndani yako. Na ninavyozungumza eneo la kuimarishwa, na maanisha huyu mtu ikiwa alikuwa kuna hali ya nguvu chache, apokee nguvu nyingi sana, apokee kuimarishwa misuli yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo matokeo ya kukamilishwa na kuimarishwa ni kuendelea katika imani, kuendelea kutembea na Mungu katika imani. Bwana asifiwe sana. Na matokeo ya kutokukamilishwa na kutokuimarishwa ni kushindwa kuendelea katika imani. Bwana asifiwe sana. Sasa kitabu pendwa ambacho tumekisoma, kitabu cha Efeso 1 mstari wa 15 mpaka wa 23, tutakuwa tunasoma hapo na tutahama kidogo, tutaenda sura ya mbele kidogo, lakini naomba nisome kwanza hapo kuanzia 15 mpaka 23. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. 17. Hapa ndo tuanze kutazama kweli kweli. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu
tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake 20 aliyotutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Sura ya 3 10 mpaka 21 nasema hivi: ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane, na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, kwa kadri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri wa uwezo wa kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya ziki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. 20 Basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Tuitike amen. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nimesema kichwa cha somo ni kukamilishwa, kuimarishwa na kuendelea katika imani. Ni mtumishi wa Mungu Paul. Nilianza nikazungumza Jumatano mahali fulani, tumfuate Mungu kama watoto wapendwa. Hatukuhama, tulikuwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 5, na leo tuko sura ya 1. Tumeluka kidogo katikati, tumeingia sura ya 3. Bwana asifiwe sana. Lakini ni mwandishi yule Paul, mtumishi wa Bwana, ambaye ameandika kitabu hiki mwaka 62 baada ya Kristo kutoka. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Ndo kaandika kitabu hiki. Bwana asifiwe sana. Akawaandikia Waefeso, na wakati anawaandikia huu waraka, ni waraka wapendwa sana na pacha wa waraka wa Kolosai, ambao unasadikika, na ukienda ulipelekwa, zote nyaraka zilipelekwa na mtu mmoja anaitwa Tikiko, akiwa ameagizwa kuwapelekea watumishi wa Mungu hawa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na waraka huu ndio waraka pekee ambao unasadikika ni waraka wa watu wa Laodikia waliokuwa wameandikiwa kwa ajili ya kufunua siri za Kristo, na mada kubwa na ujumbe mkuu ni Kristo na kanisa. Alikuwa anajaribu kumfunua Kristo ndani ya kanisa, na ndio maana naona anazungumzia kanisa hapo, anasema huu ndo mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati anawaandikia waraka huu, alikuwa katika kifungo, au alikuwa yuko kwenye kifungo
kufungwa gerezani, na inasadikika ilikuwa ni Rumi. Wakati huo Paulo anakutana na changamoto za utumishi. Anawaandikia waraka huu kupitia huyu mtumishi wa Mungu nani? Tikiko. Sema Tikiko. Akaandika akamwambia wapelekee watumishi wa Bwana hawa. Lakini pia waraka huu ulikuwa ni ujumbe wa Paulo kwa kanisa la Efeso, na si tu kanisa la Efeso. Alikuwa pia amenia kulifikia kanisa lote la bara Asia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata wakati wa kubadilisha hapo mwanzoni waraka labda wa Waefeso, waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso, huenda kuna wengine waliandikiwa waraka wa mtume Paulo, sio tena kwa Waefeso, lakini ni waraka ule ule ulioenda kwenye kila kanisa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Basi akiwa amemwagiza huyu mtumishi wa Bwana afikishe ujumbe huu na waraka huu, wakati huo kanisa linapita kwenye changamoto tofauti, ambapo tunajua kabisa watu wa Efeso walipitia changamoto ya miungu. Walikuwa watu pale ni waabudu miungu sana. Lilikuwepo hekalu la Artemi. Watu walikuwa wanaabudu, wana mungu wao wa mazao, wana mungu wao wa mvua, wana mungu wao wa nini. Walikuwa wakiabudu mahali pale. Sasa anaagiza waraka kwa sababu hawa watu wameokoka, na swali kubwa lililo ndani yao, nitawezaje kushinda na kusimama katika imani? Kwa hiyo wakati anaandika waraka huu, lengo kuu ilikuwa ni kuwaimarisha watu na kuwafanya watu waendelee kusonga katika imani. Na ndio maana utaona kwenye kitabu hiki, nje na kitabu cha Ebrania na vitabu vingine, anazungumza sana mambo ya imani. Lakini hazungumzi tu imani kwenye upande fulani, anasemea kwenye upande wa kuendelea katika imani. Pamoja na ziki watembee katika imani, pamoja na ziki waimarishwe katika imani, pamoja na ziki wa utafute ukamilifu wa Kristo. Kwa hiyo wakati anaandika waraka huu, ulikuwa ni waraka wa kuwatia moyo na kuwaimarisha